This is a scripted documentary based on publicly available facts. Viewer discretion advised due to sensitive topics involving sexual abuse and exploitation. Jeffrey Epstein, the financial man, the predator. Mse alikuwa na Elite Connection ama Elite Network ingine mwecheche. Du hivi, history nyingine wazimu. Tulia mse, usikuwe na mbio, usikuwe na mbwembwe, hapana. Kama wewe ni mtu wa luta, kana luta. Kama wewe ni mtu hapa na pale, yani tu starehe yako, unacheki. Wacha kwanza tuangalie the mystery behind huyu mse. Ni mse ametoka wapi jo? So Jeffrey Edward Epstein, hiyo ndio his full names. Alizaliwa January 20th, 1953 pale Brooklyn, New York. To a working class Jewish parents. Naona mkoro wake alikuwa anaitwa Pauline, mzae alikuwa anaitwa Seymour Epstein. Na ni msee aligrow up in a modest apartment, yani ka apartment tu kadogo, lakini alikuwa ni mngori mathematics na physics wewe. Though haku earn college degree, juu ali drop out kwa a New York University. Lakini despite his humble beginnings, Epstein rose to become a multi-millionaire financial manze. Ni msee kwa na mingle na ma-presidents, royalty, na ma-billionaires. Lakini buda August 10, 2019, aliamua kujinyuria. Yani ripoti zinasema ni aje alijinyuria manze akiwa kwa Manhattan jail cell. Unacheki juu alikuwa anawait trial on federal sex trafficking charges. Lakini unajua hii story ni ile story ya ambition, hii ni ile story ya deception, hii ni ile story iko na a web of influence yenye ina span decades. Ile time Umorio alikuwa na nyuri na dedi, alikuwa na net worth estimated to be about $578 million. Na hii manze alikuwa ameamass through opaque financial dealings. Alikuwa ana own lavish properties including New York City Mansion. Naona pale hivyo nini Palm Beach Florida alikuwa na estate. Alikuwa na ranch pale hivyo New Mexico state. Pale Paris alikuwa na apartments manze, na alikuwa na 2 private island in the US Virgin Islands. Ya kwanza ni Little St. James Island aka Pedophile Island manze, na ile nyingine ilikuwa ni Great St. James Island. Unacheki hii empire yake yote ina include private jets kama ile infamous Lolita Express. Ile jets alikuwa anatumia kuferi elites to properties zake manze. Lakini jua hivi, beneath hii glamour yote kulikuwa na allegations tu kitambo tu za mse kukuwa a serial sex abuser. Juu kuna sio kwa sema kwa hiyo island alikuwa na traffic underage girls manze. Lakini before tufike hapo, wacha tuangalie his early life na his rise to finance. Epstein alienda high school iko inaitwa Lafayette High School. Akaskip grade 2 juu alikuwa ni wazimu akili, alikuwa ako fiti. IQ yake watu wanasema IQ iko inachezea triple digits na si ati nini. Akaenda Cooper Union briefly, alafu akaenda NYU Courant Institute, lakini hapo hivi kugraduate 1974. Mori akiwa 21 years of age akakuwa hired as a math na physics teacher kwa shule fulani elite iko inaitwa Dalton School pale Manhattan, bila degree. Pale hivyo alikuwa anafunza students from wealthy families peke yake, including kuna hii kampuni inaitwa Bear Stearns. Kulikuwa na mtoi wa CEO. Huyu CEO alikuwa anaitwa Alan Greenberg. Alikuwa anafunza huyo mtoi. Sasa kupitia kufunza huyo mtoi wa Bear Stearns, hapo sasa ndio milango zake za kuingia Wall Street zilifunguka msee. Unacheki 1976 Epstein amejoin kampuni Bear Stearns kama junior assistant. Lakini sasa juu alikuwa ni mtu motivated, alikuwa ni mtu anataka kupanda ngazi, alirise quickly akakuwa limited partner by 1980. Hizo ni miaka ngapi wewe? Pale hivyo alikuwa anadvise ultra wealthy clients kama mwingine anaitwa Edgar Bronfman. Lakini 1981 kulikuwa na internal investigation hapo hivyo for potential security violation. Ikabidi ujamaa amejichuja, lakini alisema yeye kufanya ngori. Unacheki 1981
Epstein akafungua kampuni inaitwa Intercontinental Asset Group, later akainame International Asset Group. Hii kampuni ilikuwa ina focus on asset recovery na consulting. Unacheki buda, Morio alikuwa na claim ako na links na high profile people kama ule arms dealer alikuwa anaitwa Adan Khashoggi. Ilikuwa during ile Iran Contra scandal, mnakumbuka manze? Now by 1987 akaanza kuconsult for Tower Financial Corporation. Ilikuwa ni a debt collection firm, ilikuwa inaraniwa na mse akaitwa Steven Hoffenberg, lakini manze ilidunda hiyo kampuni juu ilikuwa a 450 million Ponzi scheme in 1993. So Epstein akachana na hiyo kampuni. By 1989 kulikuwa na hiyo ngori ya hiyo Ponzi scheme, ye akaavoid hiyo ngori, lakini Hoffenberg akaingia stage jo. Unaona? Now 1988 Epstein akaestablish J. Epstein Company, later akainame Financial Trust Company. Hii ilikuwa ni asset management firm na ilikuwa inakata only for billionaires. Umse his primary client ni umse alikuwa anaitwa Les Wexner. Uni founder wa L Brands bana jo, ama Victoria's Secret. Na cheki huyu umse Lesi Wexi alipatia Epstein power of attorney in 1991 over his estate. Yani alimwala kumanage vast number of estate. Napa Epstein alikula $200 million in fees kutoka kwa umse Wexner peke yake. Josa ujue links za umse zilikuwa wazimu. Unasema nini? Aliamua relocate from the US, akaenda St. Thomas pale hivyo US Virgin Islands kwa sababu ya tax advantages. Wasa wanasema venye ali relocate alisave over 300 million in taxes. In 1998 njo akapurchase hiyo Little St. James Island for $7.95 million, akaitransform kukuwa a luxurious retreat. Naona, na ilikuwa pia na katempo hapo mtu wangu. Later sasa njo 2016 akanunua Great St. James Island. Naona, pia njujue ni mse kwa napenda biashara, alikuwa na other ventures kama liquid funding. Hii between 2000 and 2007 hapa alikuwa na pioneer mortgage backed securities repos. Unacheki, na kama kuna mtu alicontribute kwa ile crisis ya 2008 alikuwa ni huyu jamaa. Kama unakumbuka ile financial crisis, alikuwa ndani. Lazia tizidi. By the way, Epstein business model yake ilikuwa shrouded in secrecy. Hakuna mtu alikuwa anajua mse anapiga biashara aje. Kuna time alikuwa na boast ana manage over $1 billion in assets. Lakini swali ilikuwa aje jo? On paper watu walikuwa waoni. Unaona? Watatu between 2005 na 2019 criminal charges zika surface. March 2005 kulikuwa na 14-year-old girl alireport kwa Palm Beach Police ni aje Epstein alimlipa mpige massage, alafu ikatani kakuwa sexual. Investigations zikaanza manze. Hapo unapata tena sijui mtu mwingine amekuja amesema nini, amekuja nini. By 2006 FBI ilikuwa na over 36 victims wanaongea mbaya juu ya nani Epstein. July 27th 2006 umse alikuwa arrested on state charges of solicitation na procuring a minor for prostitution. Unaona? So in a controversial 2008 plea deal, na hii ilikuwa orchestrated by US Attorney Alexander Acosta, Epstein aliplead guilty to 2 state felonies. Unaona? Na akaserve only 13 months in a private jail wing. Na hivyo jo akaachiliwa bana. Lakini alikuwa registered as a sex offender, lakini akaendelea tu na life yake jo. By 2019 akakuwa tena rearrested. Kwa airport fulani iko nitwaje? Teteboro airport bana, akipika tu shughuli zake manze.
Jopo sasa kapelekwa sijui stenje wapi akaamua kujinyuria bana jo. Unaona? Lakini sasa tuangalie connection ya Epstein na Afrika na pia na Kenya. Epstein alikuwa na links to the affluent Kenyan leaders either directly ama indirectly through network yake ya influential intermediaries. Unacheki? Now tunajua Epstein associates mainly ama predominantly ni watu kutoka USA, Europe, Asia, wapi South America, lakini through easy unsealed documents tumepata Kenya imekuwa mentioned severally. Alikuwa na exchange emails na wase through travel itineraries, business correspondence manze, na pia kuna hint alikuwa na influence, yani extensive influence hapa hivi Afrika. Wao unasema nini? Alafu pia unapata hizi connections primarily zilikuwa zina involve business dealings, unacheki. Lakini pia business dealings zilikuwa zijulikani kama zina benefit a country ama ni nini. Pia kulikuwa na travel plans zenye zina involve young women. Unaona? Na pia kulikuwa na facilitation meetings with high African leaders including Kenyan president na cabinet members aya, lakini hakuna like a direct evidence yenye inatie Kenyan leaders to Epstein criminal activities, but hizi reference unajua zimeanza kuspark investigations, unacheki na public scrutiny regarding child exploitation networks in the region. Nasema in the region namaanisha hapa Africa. So akifiga mwenye alikuwa na bridge Epstein to Kenyan elite ni mse alikuwa anaitwa Sultan Ahmed bin Sulayem. Umesikia jina? Sultan Ahmed bin Sulayem. Huyu mse alikuwa ni Emirati business man. Nani alikuwa ni CEO wa DP World. DP World ni a global ports operator. Bin Sulayem ni mse alikuwa na manage significant infrastructure projects in Africa. Na pia alikuwa na through hizo documents alikuwa na exchange emails with Epstein in between 2013 na 2014. Unaona? Pia ni mse alikuwa na boast akona close ties to African leaders. Unasema nini? Na alikuwa ana offer ama alikuwa ana arrange African leaders waweze kumit Epstein. April 19, 2013 bin Sulayem aka email Epstein from Nairobi akamwonyesha ni aje yeye ameenda kuattend inauguration ya Uhuru Kenyatta as the president of Kenya, na alikuwa anasema anang'amu Uhuru Kenyatta vibaya sana na Joe Morio. Unaona? So Epstein akarespond casually about his plans akiwa wapi? Akiwa New York. July 29th 2013 bin Sulayem akauliza Epstein kama anataka meeting ikuwe arranged in September with several African leaders including Joseph Kabila wa Congo, Ali Bongo wa Gabon, Macky Sall wa Senegal, Paul Kagame wa Rwanda na Uhuru Kenyatta wa Kenya. Juu alikuwa na suggest nini? Anataka hizi dates zikuwe September. Juu September ni date nyingine fiti sana. Ataitawa leaders kwa room moja manze. Jopo unajiuliza kwani Epstein alikuwa na power inakaje wewe? October 11, 2014 bin Sulayem aka-inform Epstein of a meeting na Amina Mohamed. Huyu by then alikuwa the Kenyan cabinet secretary wa foreign affairs na international trade. Later I think alienda kakuwa UN deputy secretary general manze. Sasa so Sulayem anamita kina Amina Mohamed jo. Hizi meetings zinasaidia nini Kenya mse? October 24, 2014 from Mombasa bin Sulayem aka-update Epstein on a 3-hour meeting with the president. By then Uhuru Kenyatta walikuwa na discuss major logistic projects yenye itakuwa ina South Kenya, South Sudan, Uganda, Central African Republic na Rwanda jo.